kule, we Mungu alikutendea nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Madhenge. Mimi niliokoka mkutano wa Mamurai nikiwa mrevi, na mpaka wa leo namtumikia Mungu kwa sababu ya matendo makuu alinifanyia. Tumpe Bwana makofi katika jina la Bwana. Unafanya huduma gani kanisani? Asha. Wewe ni Asha. Kutoka kwa ulevi leo ni shemansi. Sema shemansi. Tumpe Bwana makofi jamani katika jina la Bwana. Hii inaonyesha mama uliye na mume mlevi, kwa revival hii ataokoka katika jina la Yesu. Uliye mtoto mlevi, sumalizie, sema ataokoka. Asante. Next. Sifiwe. Amen. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Naam. Mwaka jana mwezi wa 5 tarehe 10. Yes. Nilienda Miritini, kulikuwa na revivals. Yes. Nilikuwa nimevunjika mguu. Yes. Na nikawa nimepewa na daktari, nimefungwa plaster, nikaambiwa nitarudi hospitali, nikatolewa hiyo plaster. Yes. After 1 month na 2 weeks. Yes. Lakini mimi nilipoenda katika revival Miritini, nilifungua hiyo plaster na 2 weeks, na paka leo hii sijaifunga tena wala sijaiumia tena. Tumpatie Bwana Yesu makofi jamani. Mpe Yesu makofi mazuri. Sema haleluya. Alafu kuna ingine through revival inakuwa kesha Tuesday. Yani kama Friday, Mungu anaunganisha mifupa, kama Mungu anaunganisha mifupa, leo nataka unganishe ndoa ya mtu. Leo nataka unganishe mtu na biashara yake. Ilikuwa Tuesday, nakumbuka sana, tulituma prayer request kwa nini? Ibada za online. Every Tuesday and Friday. Yeah, na mama yangu alikuwa na ugonjwa wa kuanguka. Alikuwa anaanguka, anazimia, anakuwa hajiwezi. Na kupitia maombi mpaka leo hii mamangu ni mzima, nashukuru sana. Tumpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Unayetutazama, kama mama yake alipona kupitia kutuma na ujumbe, basi jiconnect na ibada hii, muujiza wako unakuja. Huyo Mungu aliyeponya mama yake, akaponya your daughter, your son, akaponya your brother, your aunt, your uncle, your mom, your daddy, your best friend, your cousin, akapone katika jina la Yesu. Tumpe Roho Mtakatifu makofi. Mama ni mzima mpaka sasa. Mpaka leo ni mzima. Ni mzima, hana shida. Wapendo, tumpe Bwana makofi mazuri. Revival imejaa furaha. Asante, barikiwa sana unapoenda kuketi. Zake ni hizo mbili. Next. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena Mwokozi. Amen. Kwa majina naitwa Charity Mtiso. Bwana aliniponya ndani ya huduma ya Apostle. Nilikuwa tasa kwa miaka 7. Miaka 7 bila mtoto? Bila mtoto. Leo hii nimeandamana na watoto wangu wawili. Wako wapi? Waite. Hayo ndio matendo. Yes. Haya ni matendo yako. Yes. Haya ni matendo yako. Walete. Simama na wao hapo. Hebu wacha wanisalimie. Salimieni. Kutoka, njoo nisalimie, kutoka kwa utasa wa miaka 7. Bwana asifiwe. Hebu geuka hivi. Unaitwa nani mama? Olivia. Olivia. Olivia ni wa nani? Dano. Asante. Una miaka mingapi? Una miaka mingapi? 5. Una miaka 5. Tumpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Kuja ndugu yake. Kuja. Wewe ndio first born. Njoo. Njoo. Unaitwa nani? Oliva. Unaitwa Oliva. Oliva wa nani? Msioki. Una miaka mingapi Oliva? 10. Una miaka 10. Tumpe Bwana makofi jamani katika jina la Yesu. Kutoka miaka 7 sasa ni watoto wawili. Leo ahadi ya Mungu ikuzalishie muujiza katika jina la Bwana. Unajua, tunapokutanika watakatifu kwa ibada kama hizi, lazima tuonyeshe shetani Mungu tunayemtumikia ana nguvu kumliko.
na kama alitenda kwa Hawa atatenda kwako katika jina la Bwana. Sema haleluya. Haleluya. Unajua unaweza kosa kunielewa pengine, lakini siku utakuwa na changamoto, nataka watumishi wasimame na wewe, unaweza muelewa my sister kila alipitia. Lakini leo wewe ndio usimuelewe. Miaka 7 kwenye utasa, sasa na watoto wawili. Asante. Asante. Tumpe makofi anaposhuka na watoto wake. Wapi baba yao? Kazini. Ako kazi? Okay. Muujiza gani mwingine ama ni huu tumeshuhudia? Kuna mwingine umesahau muujiza ulitendewa na Mungu? Nilipona, nilikuwa nimemewa na vitu zinakuwa nyeusi, zinawasha kwa miguu, na ndani ya huduma ya Apostle zikakauka, zilikuwa zisikii dawa, na leo hii niko mzima. Kwa muda gani hizo vitu ulikaa nazo? Nilikaa nazo kwa muda wa mwaka mzima. Hazisikii dawa. Hazisikii kwa dawa. Miguu. Yesu amekuponya. Ameniponya. Tumpe Roho Mtakatifu makofi jamani. Mwambie mtu pokea na wewe leo. Pokea baraka yako katika jina la Yesu. Yes, Kate, next. Bwana asifiwe. Amen. Jina ni Delight. Jana nilikuja huku, nilikuwa naumwa, miguu haina nguvu huku kwa shingo, lakini kupitia maombi ya jana nimepona. Umepona. Tumpe Roho Mtakatifu makofi. Sasa leo nini ungeweza kufanya jana kwa sababu ya tatizo la ugonjwa? Nini kingekushinda kufanya? Kuinua mkono hivi juu, nilikuwa nasikia uchungu hapa, lakini sasa nimepona. Kuinua mkono hivi. Haungeweza kuinua. Sasa nataka uinue, upinduke, pindua mkono, fanya kabisa, geuka, ruka juu, ruka. Unajua kuimba? Unajua wimbo gani? Hebu imba hiyo wimbo tusikie, kwa kumpa Mungu tukufu. Kwa ufupi, twende, wewe usiangalia mtu wa keyboard. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Bwana, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Bwana, nasema asante. Patia Bwana makofi. Ameona wema wa Bwana na fadhili za Bwana. Mpe Yesu Kristo makofi mazuri. Amepona binti akamtumikia Bwana. Sema haleluya. Gusa mtu, mwambie kama utachukua, mimi nitachukua hata za kwako leo. Mwambie watakuwa baridi kwa revival. Asante. Kaketi, next. Kwa majina ni Maximila Adongo. Ukweli usiku wa leo ndio nimejua nilipona kutoka hapa. Yes. Nilikuwa na kitu kinaniketia hapa kwa mgongo. Singekuwa naweza kujigeusha usiku, nalia, mafupa ni kama ina damage ndani. Kwa naona kama imeshagika. Yaani ukilala huwezi geuka kwa haraka. Siwezi, mpaka niende polepole, ni kama nilikuwa nadhani kuna kwa sababu ya mgongo. Shida. Lakini leo ambapo nilikuwa nikijigeusha na naona sisikii chochote. Nikijaribu hivi sisikii chochote. Nikaenda kushuka chini nifanye hivi, sisikii hicho kitu. Na lingine hakika. Jamani, tumpe Yesu makofi, amepona mgongo. Yesu asifiwe. Naitwa Winnie. Mara ya kwanza Apostle aliponiombea nilikuwa na miaka 14. Nilikuwa na shida ya allergies na ulcers. Kwa mara ya kwanza tukikutana na wewe ulikuwa na 14 years. Ukiwa na allergy na ulcers. Allergy ya baridi, allergy ya perfume, ama allergy ya nyama, ama ya ngano, ama ya mayai? Ya maragwe, yani greens zote, maragwe na hizo cereals nikikula na mea vidonda. Unamea vidonda? Ulikuwa umekaa nazo kwa muda gani hizo sasa? Ukikumbuka ndio kuja kuombewa. Maana ulikuwa na 14 years. Sikumbuki, lakini nilianza nikiwa mdogo, maana yake nimekuwa nikipelekwa hospitali sana. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kwa miaka 14 uliishi na hiyo shida. Tangu ukiwa mdogo tu ulipoanza kula maharage na mahindi and whatever. Ndio shida ilianza. Alafu uliponiombea toka hiyo siku nakula hizo. Unakula vitu vyote. Jamani, yani kama nakula vitu vyote, mimi nasema hivi, barikiwa na baraka zote. Patia Bwana makofi.
Patia Yesu Kristo makofi jamani. Mpe Yesu makofi mazuri. 14 years akiwa na allergy ya serious, lakini baada deliverance alianza kula. Naomba ukitoka ibada ya leo, nenda kale baraka zako. Ukitoka ibada ukiwa mtandaoni, pokea katika jina la Bwana. Nyinyi msipochukua na iachilia pale kwa mtandao, kwa sababu kuna watu wao unaochi bila kutumia bundles. Hili anatumia bundles, anatumia simu, anatumia laptop. Wewe uko hapa unachelewa. Nasema ukitoka hapa, nenda kale baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Joyce ama Mrs. Muchiri. Yes. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi nilipojifungua mtoto wa kwanza, nilikaa muda mrefu nikingoja kujifungua wa pili, na mchungaji alipokuja hapa kanisani kwetu nikakuelezea na ukaniombea, na ninakumbuka hiyo time nilitapika kabisa. After how many years? Nilikuwa nimekaa 3 years. 3 years. Bila kujifungua mtoto wa pili. Wa pili. Na nikadhania ni kama sikuwa na ninio. Na uzao. Sikuwa na, yani sitajifungua mwingine, na mimi nikaambia Mungu kama ni hivyo nimetosheka. Ukaanza kushukuru mapema. Mwambie mwenzako usianze kukata tamaa mapema. Mwambie subiri. Subiri muujiza waja. Na ulipokuja hapa nikakuelezea, ukaniombea na ukaniambia nitajifungua watoto wengi. Na saa hii nashukuru nina 3. Una 3, waite wanao, waite. John. Waite. Kujeni hapa. Hebu nipatie high five, nipatie high five. Ta, nipatie high five tena. Ta, nenda salimia babu. Patia babu high five. Mwambie ni matokeo ya revival. Patia babu high five. Aya, yeye ameamua mpaka atahagi babu yake. High five haitoshi. Asante, tumpe Bwana makofi. Miracle baby huyu hapa. Sema haleluya. Sasa ni nani mwenye alifuata? Huyu ndio uliombea nikampata. Jesus Christ. Huyu hapa? Anaenda university. Uko grade? Ako grade 10. Grade 10. Na mwenzake? Ako grade 8 huyu. Grade 8. Mbona hujakubaliana? Unataka kusemaje? Angalia kamera, kuna watu mnawatia moyo. Hebu mpatie aseme jina. Sema jina. Blessing Mushiri. Blessing Mushiri. Una miaka mingapi? 14. 14. Uko grade 8. Uko grade 8. Unaambiaje ile mama mwenye anataka mtoto vile mama alikuwa anakutaka wewe uzaliwe? Never give up. Never give up. Rudia tena. Never give up. Rudia tena. Never give up. Patia Bwana makofi katika jina la Bwana. Baada ya miaka 3 bila mtoto, sasa amezaa lawyer. Sema lawyer. Amezaa judge. Sema judge. Leo pokee baraka yako katika jina la Bwana. Mungu ayetenda kwa akatende kwako na wewe. Pokea kwa damu ya mwana kondoo. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Yupo mtu ametumana ujumbe, Catherine Achieng, anasema nilikuwa naumwa na tumbo na akapona kupitia mtandao. Alikuwa naumwa na tumbo. Ametumana, nimeletwa na media team. Catherine Achieng. Sijui ayuya Catherine Achieng ana to watch akiwa wapi, lakini ametumana ujumbe mpaka hawa kashinda kuvumilia media team. Ndio maana ameona ameleta laptop hapo, kwa sababu hii testimony imewagusa zaidi. Wakataka pia muisikie katika jina la Bwana. Tumpe Roho Mtakatifu makofi jamani, vile anaponya watu. Sema haleluya. Unaambiaje ile anayekuangalia? Unamwambia nini? Mama anataka mtoto. Mimi nitamwambia mwenye anahitaji mtoto. Yes. Kuna Mungu anayepeana watoto. Na watoto wanatoka kwa Mungu. Usingive up, mngonje Mungu na Mungu atakujibu. Amina. Tumpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Sema haleluya. Yesu wetu anatenda. Wewe ndio Sedekia. Huyu ndio Sedekia, alikuwa anakaa Mwamlai. Ulikuwa unakaa Mwamlai? Ndio huyu, hata namshukuru Mungu. Ulikuwa unaanguka chini. Twende pole pole. Ulikuwa unaanguka chini. Alikuwa anaanguka vibaya. Na magonjwa gani?
magonjwa ya kuanguka, lakini kwa kama wakati kifafa. Lakini kwa wakati huu namshukuru Mungu kwa yale ananitendea. Umepona. Tumpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Hata kwa saa hii namshukuru kwa kanisa ninaenda saa hii kila siku. Sasa tufanye hivi, namalizia na wewe. Ndiyo. Ukitoka hapo ukate hizi makucha. Hizi ni za wadada. Hizi ni za nini? Za wadada. Wanawake wanafaa kufuga makucha kwa sababu ni mapambo.